Bwana, leo nataka kushauri kitu kimoja tu. Wewe kama kijana, kumbuka kuwa kuna maisha ya mtaani, pia kuna maisha mengine baada ya kujipata. Tena sio kimoja, nahisi ni viwili. Sio viwili, vitatu. Haya sasa, vitu hivyo vitatu ni kuhusiana na kitu kimoja. Vitu hivyo vitatu ni kuhusiana na baada ya wewe kuingia kwenye ndoa. Unaona bwana? Kuingia kwenye ndoa, ukawa na familia yako. Ni vitu gani uvizingatie kwa umakini na kwa kina. Unajua bana, wewe kama kijana, kuna maisha fulani hivi ya mtaani utaishi, lakini baadaye tena utaingia kwenye ndoa. Ushanipata hapo? Kitu cha kwanza, unapoingia kwenye ndoa, punguza misemo ya mitaani ulikuwa unasema na vijana wenzako. Ile misemo punguza, umeona bana? Kwa mfano misemo kama vijana wengi wanapenda kuitumia sana wakiwa naitana hivi, punguza unapoingia kwenye ndoa. Usiseme sana katika ndoa yako. Unajua tena maisha ya ujanani na maisha kwenye ndoa ni tofauti. Umeona bana? Kule ulikuwa na washikaji, huku una mtoto mzuri. Umeona bana? Sasa kitu cha kwanza, unapoingia kwenye ndoa, punguza kusema ile misemo ya mitaani, kama eti oa. Sawa, tunajua umeoa, lakini punguza kusema oa. Hizo oa ulikuwa unafanyia washikaji zako. Umeshanipata hapo? Kitu cha pili, makando ondoa. Umeshanipata hapo? Yaani hapa hivi tunavyokupa vinaenda kama hip hop, unaona bana? Yaani pale mwisho wako kuna oa. Umeshanipata hapo? Nimesema kitu cha pili, makando ondoa. Umenipata hapo? Yaani kuchiti, sijui kufanya nini, tamaa, punguza, ondoa. Ukiondoa utakuwa vizuri kwenye ndoa yako. Umeshanipata vizuri hapo? Sio tu unamsaliti, unajua unapokuwa utamfanya atalia, na akishalia hawezi kuvumilia tena, ndoa itavunjika. Itakuwa tena sio ndoa. Umeshanipata hapo? Bwana, kitu cha tatu na cha mwisho nachopenda kuwahusia na kuwaambia, kitu cha tatu na cha mwisho, jifunze kupoa. Umeshanipata hapo? Jifunze kupoa. Sawa, najua katika ndoa sabuni mtakuwa mnatumia poa ya unga, ila jifunze kupoa. Umeshanipata hapo? Pia katika ndoa huwezi kuwa unamsalimia mke wako eti mambo, yeye katika poa hamna. Sawa, nimekuambia jifunze kupoa, ila sasa hizo lugha za mambo poa zitakuwa hazipo. Umeshanipata hapo? Sasa ngoja niende kwenye point. Umeambiwa kitu cha tatu, jifunze kupoa. Umenipata vizuri hapo? Yaani kama yeye amekuja juu, wewe jifunze kupoa. Umeniona hapo? Ukijifunza kupoa, yeye amekuja juu, ukamwangalia, kwa sababu naye atajishtukia. Atajishtukia of course, kwa sababu yeye amekuja juu, wewe umepoa, umerelax, hauna hasira. Umeona bana? Na yeye atapoa, wote mtakuwa mmepoa, mambo yataenda poa. Umeshanipata hapo? Kama nilivyowaambia, hapa tunaongelea ndoa. Kitu cha kwanza nimesema punguza kusema oa. Kitu cha pili nimesema makando ndoa, na kitu cha tatu nimesema jifunze kupoa. Umeisoma hapo? All in all, vijana wengi siku hizi wanaogopa kuoa. Achana maneno ya watu kwamba wanakuogopesha eti kwamba ndoano. Sasa ngoja nikwambie kitu. Endapo mtu atakwambia kwamba eti usiingie kwenye ndoa maana ndoano, mwambie hivi, kama ndoano, kwenye familia yangu nitakaoipata baada ya ndoa nitakuwa naleta samaki kila siku tunakula. Si ndoano, afu ndoano inavua samaki. Umeshanipata hapo? Yes, ya kwangu ni hayo. Mimi sina mengine na sina la ziada baada ya hapo. Nafikiri somo limewaingia.